anakuja mtu mnamuombea, kashikwa kweli kweli, lakini alivyoshikwa ukichunguza unakuta mapepo yale, mlango ulipatikana kupitia makorokocho ya familia. Yaani tabia ya wazazi, maisha ya wazazi, ndio ile tabia yao ya kutokumpenda Mungu ndio ilifungua mlango, yale makorokocho yakaingia huko kwa watoto wao. Tabia zile za ajabu ajabu. Kwa mfano, kuna wazazi ni wazurumati, watu wazurumati, sawa wanaishi maisha ya dhuluma tu, anaishi maisha ya kuonea watu tu. Sasa unajua wale unao wazurumu na kuwaonea nao wana Mungu wao. Sifikiri wakimwambia Mungu wao jambo haliendi, litaenda. Likienda likirudi na repercussion yake unaweza usiione, kwa sababu ulizurumu ukakaa kwenye gari nzuri, ulizurumu ukajenga nyumba nzuri. Repercussion yako itakuja kwa vizazi vyako. Vitapakwa mafuta na kula keki za upako na wasifunguliwe mpaka watakapolipa deni. Anakuambia, unaona, mnaambia yes, baba yako alichukuaga shamba la mtu, sasa lile shamba na baba yako hayupo, babu hayupo. Yale mashamba aliyozulumu ndio haya hapa mnayaona. Hawa jamaa hawatembei, wamepigwa kila mahali. Mnaisha kuambia nendeni kalipe mashamba, wanaweza? Nasema tuendelee kuomba neema ya Mungu. Labda kwa sababu tumejua kosa, labda tuende kwenye hiyo ardhi tukatubu, tukatengeneze kwa upya kwenye hiyo nchi ili waachie muweze kwenda. Kwa maisha unayoyaishi usifikiri ni jambo jepesi au jambo la kawaida. No, jichunguze. Na kama utapata nafasi ya kutubu, tubia. Ishi maisha kumpenda Mungu. Maana maandiko yanasema na matendo yao yatafuatana, yatatembea na wewe kutoka kizazi chako wewe hicho, kizazi cha pili, cha tatu, cha nne mpaka na kuendelea. Na yatareflect babu yetu fulani aliishije until mpaka kesho na kesho kutwa. Yatatembea. Kwa hiyo umepata neema ya kumjua na kumpenda Mungu, muishi Mungu wako.